Maisha Podcast, be inspired. Bwana, mambo vipi? Karibu sana kwenye kijiwe cha Maisha Podcast. Mimi naitwa David Lamek D-Star. Niko hapa kama kawaida kuzungumza na wewe ambaye unakuwa unasikiliza Maisha Podcast kila siku, na umekuwa ni mdau muhimu sana wa kutufuatilia kwenye page zetu ikiwa Instagram, TikTok, lakini pia kupitia Audiomack na YouTube pia. Basi wewe ni mshirika poa sana ambaye unahakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa. Nikukaribisha tena kwa wakati mwingine kwenye mazungumzo ya kutosha. Kijiwe cha mastori leo kiko na nani? Na tunapiga mastori ya kutosha. Leo tuko tofauti sana kwa sababu kikubwa ambacho tunakiangazia, tumeshazoea tukizungumza tukisikia maisha ya mtu, historia yake ilikuwaje, akapambana naye na nini, lakini leo nataka tujikite kwenye utandawazi, malezi na mahusiano. Kwa tuko hapa na niko dukani Kijiwe cha mastori. Tuko na aliyewahi kugombea nafasi ya udiwani na ni mwanamama. Mambo vipi? Mambo safi. Uko poa? Niko vizuri. Mambo yanasemaje? Namshukuru Mungu sana. Una shangwe? Ndio. Miongoni mwa wanawake ambao wamewahi kuwa na uthubutu wa kuchukua hatua ya kwenda kugombea hasa nafasi ya udiwani. Kuna ugumu gani huko wa kwenda kugombea kama mwanamke? Kama mwanamke mimi sioni kama kuna ugumu. Japokuwa vita ni vipo. Lakini ni kujitoa. Ukiamua, ukitaka kuwa kiongozi bora lazima uamue, uwe na maamuzi ya kiume. Ndio uongozi bora unavyotakiwa. Maamuzi ya kwenda kugombea, ukaenda kugombea nafasi ya udiwani, ulisukumwa na mtu, ni wewe mwenyewe tu binafsi au watu walikuchagua bana nenda kagombea? Sikusukumwa na mtu, ila mimi mwenyewe niliamua kwa akili zangu timamu. Tunaelekea kwenye uchaguzi sasa hivi. Vipi? Tutachukua fomu? Ndio, niko tayari nachukua fomu. Kama kawaida. Kama kawaida. Bana, karibu sana kwenye Maisha Podcast. Asante. Hapa ni sehemu ya kupiga story, kucheka na hapa na pale, lakini nia ni kuzungumzia maisha hasa ya kimahusiano, utandawazi, lakini pia maisha mengine ya kawaida kabisa ambayo yanakuwa yanamgusa mwananchi moja kwa moja, akiwemo wewe, akiwemo na yule mwingine ambaye anakuzunguka, na yoyote ambaye anaweza akasikiliza hii podcast, basi ni miongoni mwa watu ambao wanakuwa wanafaidika na kile ambacho tunakuwa tunakipata hapa. Tukufahamu. Asante. Jina langu ninaitwa Irene Kaini Sanga. Mimi ni mkazi wa kata ya Kivavi. Nipo tawi la Kivavi Nani mtiania? Nani mtiania alafu ni katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi. Hongera sana bwana. Katibu mwenezi, lakini pia ni mtiania wa udiwani, lakini miaka iliyopita pia ulitiania. Ndio, mwaka 2020. Ulitiania? Ndio. Udiwani wa kata. Nini kilitokea? Hapana, nilishindwa kwa kura mimi. Nilishindwa kwa kura kwa sababu ndo zinafanya maamuzi. Nilienda kwenye box la maamuzi, nikakubali. Kwenye kata yetu nilikuwa mtu wa 3. Tuligombea watu 12, wote walikuwa wanaume. Mimi mwanamke nilishika nafasi ya 3. Lakini namshukuru Mungu kwa sababu nilithubutu na watu waliniona kazi yangu. Ukiwa kama kiongozi ambaye umewahi kutia nia na ni mwanamke, hebu tuambie malezi yako kwa watoto wako na jamii kwa ujumla yakoje? Mimi natamani tutoke kwenye ukisasa. Tutoke kwenye ukisasa, tufuate maadili ya wazazi wetu, tufuate maadili ya kimungu, yatatusaidia. Tutoke kwenye ukisasa. Sasa upi ambao tunauzungumzia? Ukisasa ule wa kulemaza watoto wetu. Yaani watoto wetu wa siku hizi hata wakifundishwa na mtu wa jirani, unaona kama namkandamiza mtoto wako. Hata angechapwa fimbo shuleni, unahisi kama yule mwalimu anamuonea. Hicho kitu hakileti afya kwa watoto wetu. Tuna affect watoto. Kwa hiyo malezi yako nyumbani yanakuagaje? Yaani namna ambavyo unawalea watoto, jamii nayo kuzunguka, ukachana na utandawazi. Mimi watoto wangu natamani hata mtu wa jirani awatunze. Hata nikifa mimi aweze kuwalea hata jirani yangu. Ndio mfumo ninaotamani kama huo. Asubuhi watoto wangu wakiamka kabla hajaenda shule, afanye usafi nyumbani, apige deki ndo aende shuleni, aoga aende shuleni. Akitoka shuleni asome kidogo, apate tena muda wa kufanya usafi. Akila aoshe vyombo. Lakini kuna watu wameelekeza watoto wao hata kitoka shuleni hataki hata aoshe chombo. Sasa ndo hiyo athari inayoleta hata mtoto wa kike akiolewa anaendeleza vile vile hata kwa mume wake, ndio maana unakuta wanashinda. Ni sawa na mtoto wa kiume kufanya majukumu yote ya nyumbani kama mtoto wa kike? Inawezekana tu. Yaani apige, aoshe vyombo, kila kitu nini? Ni sahihi afanye tu.
Sio hiyo ndio inasababisha mpaka tunaingia kwenye yale majukumu mengine. Sasa unakuta mtoto wanasema ame left group. Hapana, mimi naona afanye tu, kwa sababu wale wazee wa zamani walikuwa hawachagui jinsia. Yaani mtoto yeyote basi, kama ni ng'ombe akachunge ng'ombe, au atengeneze mifugo, kuku, nguruwe, nini, ahudumie mtoto wa kiume, au achunge mbuzi, afanye nini akitoka shuleni. Lakini mtoto wa kike abezi kwenye kupika, abezi kupiga deki hivyo. Lakini kama sina mimi mama yake, sina mimi mwenyewe ni abe, mimi mwenyewe ni naam. Kwa hiyo sasa natakiwa nifundishe mtoto kama baba, nifundishe mtoto kama mama. Nijitambue, nijue kwenda mbele na kurudi nyuma. Endapo nitakufa itakuwaje hawa watoto? Kwa hiyo inatakiwa hawa watoto niwafundishe kazi zote, kama ni kudeki adeki, kama ni kupika apike, ili hata kioa huyu mtoto wangu wa kiume simnyanyase mke wake, ajue kusema majukumu ni kusaidiana. Unamwepusha vipi mtoto wako labda na hii utandawazi ambao uliopo kisasa huu ambao wanakutana nao akitoka nje ya nyumbani kwako, akitoka nje ya jamii ambayo inakuzunguka? Kwa sababu nyumbani unamfundisha hivi, ili jamii ina mtazamo mwingine tofauti ambao ndio utandawazi ambao tunauita. Sasa hivi mtoto wa kike, wa kiume kupigwa imekuwa so issue. Tunaona sasa hivi watoto wa kike kiolewa, usinipige, yani mimi ukinipiga babangu hajaye kunipiga, mamangu hajaye kunipiga. Hii inakuaje? Ni kwenye malezi ya kawaida kwako wewe? Kwangu mimi binafsi, mimi natamani tusaidiane. Watumishi wa Mungu, viongozi wa serikali na watu mbali jamii zinazotuzunguka zote, kwa kusaidiana kwenye mikutano, kwenye semina za kidini na vyombo mbalimbali vya habari. Kwa watoto wetu tusiwaleke ukisasa, tusiwaharibu, kwa sababu wanazidi kuharibikiwa. Tukikemea kwa pamoja tutaijenga taifa letu. Bwana, haya ni mastori hapa na pale, na niko na moja kati ya watiania kama ambavyo unamsikia tukizungumza utandawazi, lakini pia malezi pamoja na mahusiano, kuweza kujua nini ambacho jamii inaweza ikaepukana nacho na namna ambavyo watu huwa wanachukua hatua kwa ajili ya kupambana na yale ambayo wanakuwa wanakumbana nayo, ikiwemo kwenye malezi, utandawazi pamoja na mahusiano. Kwenye jamii hii ambayo inatuzunguka, ni sawa mwanamke kusema mimi siruhusiwi kupigwa na mwanaume wangu? Si sawa. Ni sawa mwanamke kupigwa na mwanaume? Ni sawa. Kwa nini? Atapigwa kulingana na kosa alilokosea. Ndio maana narudi kule mwanzo, nimesema mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Kuna watoto wengi wa kike au wa kiume hawataki kupigwa shuleni. Wazazi wanakuja juu, anashika hadi kibwebwe, anasema kwa nini umepiga mtoto wangu? Hii haileti usawa. Ndio maana tunadumaza akili za watoto wetu. Kwa sababu mtoto wa kike nikishamuoza mimi kwa mwanaume, ninajua kusema wale ni mwili mmoja. Endapo amekosea atapewa adhabu kulingana na kosa lake. Hata mimi mama nastahili nimpe adhabu mtoto kulingana na kosa lake. Sasa hivi watoto wa kike hawapiki, hawajui kupika, na imekuwa tu fashion kwamba mimi sitapika, mimi sijui kufua fresh, yani hii imekaje? Ndio ambapo mnawafundisha hivyo au? Hapana, hatuwafundishi hivyo. Ndio maana nazidi kukemea, kusema jamani, tusimame kidedea kuwatunza watoto wetu, kuwafundisha maadili, usafi. Mimi najua mwanamke ukiwa msafi, hata mume wako atakuwa msafi. Mwanaume akiwa msafi na mke wake inabidi awe msafi. Kwa sababu mimi mwanamke ninayejitambua, nipo kwenye ndoa, natakiwa nihakikishe mume wangu amekula vizuri, amevaa vizuri, ametoka nje nikamuona, nikaangalia usawa wake, amevaa vizuri. Lazima nitambue nguo aliyovaa mume wangu, ndio mwanamke bora. Kwa hiyo ya kutokujua kufua na nini ambayo iko trending sana ukipita huko, mimi sasa hivi kuna mashine tu, nitapeleka nguo za mume wangu kwenye mashine na nini. Hii vipi? Hili ni kosa sana. Ni kosa. Ndio maana mtoto wa kike wenyewe wamelelewa kimayai wale, unakuta hata nguo ya mume wake anafua kwa kulipua. Yaani mume wake ametoka nje, anyoshe nguo asinyosha, naona sawa tu, anamchukulia poa. Kumbe hiyo sio sawa Sio sawa kabisa. Inatakiwa kuaje? Afue nguo, itakate, anyoshe, ajue kabisa mume wangu amevaa nini kuanzia ndani hadi nje. Ndio maadili ya ndoa. Na ni maadili pia hata ya kimungu. Yanataka umkague mwenzio na yeye akukague wewe. Kwa sababu mimi ni kioo cha mume wangu na yeye ni kioo changu. Ndio maadili ya ndoa. Ukijitambua kwenye ndoa raha, unajua. Ukijitambua raha sana. Nini ambacho kinapelekea mpaka vijana sasa wa kiume hao wanakuwa wana left group?
ukiwa kama mzazi, kama mwanamke na kiongozi katika jamii, tuzungumze kwenye uhalisia. Nini ambacho kinapelekea sasa hawa vijana wanakuwa wana left ma group hasa wa kiume? Mimi nadhani ni vile ni utandawazi umeharibu. Kingine ni ufinyu wa akili zao zimedumaa. Yani wana maono ya kufika hapa, hawana maono ya kufika mbali. Kwa mtu mwenye maono ya mbali huwezi kufanya vitu kama hivi. Unategemea kuwa na watoto, kesho unafanya vitu ambavyo viko tofauti na ulimwengu wa sasa. Na ndio unakuta nchi yetu inakemea vitu vya kipumbavu. Inakemea madawa ya kulevya, inajua athari zake. Inakemea watoto wa kiume kuoana, kufunga ndoa za jinsia moja. Si sawa, haikai sawa hata kwenye serikali yetu. Kwa maana rais wetu anasimama kukemea. Mimi binafsi kwa sababu ni kiongozi ambaye ninajitambua. Ninajua sera ya uongozi. Mimi kazi yangu cha kwanza kabisa nitadiri na yule mtoto nikishamuona yuko kwenye mazingira hatarishi, anataka kuharibu, nadiri na yule, napiga simu ofisi ya serikali ya mtaa, tunasaidiana, tunatatua. Ndio kazi yangu. Sio nijiite kiongozi alafu nikamuona mtu anaharibu mambo, anafanya mambo ambayo yako tofauti, alafu nikamwacha. Siwezi kufanya ujinga kama huo. Sababu mimi ni mama, nina watoto. Sasa hivi kumekuwa kuna wimbi kubwa sana la matumizi ya madawa hasa ya uzazi ya hapa na pale, vijana wanatumia madawa ya ngono. Nini ambacho kinapelekea mpaka wanawake wanakuwa ni miongoni mwa kutumia madawa ya uzazi kama P2 na vitu vingine? Kwa maisha sasa hivi kutumia hayo madawa imekuwa ni kawaida, kwa sababu wanaosababisha hasa mimi nadhani ni watoto wa kiume. Wanaume wanasababisha wanawake kutumia P2? Wanasababisha, ndio. Kivipi? Kwa sababu naweza nikatoa sababu zifuatazo. Sisi wanawake ni viumbe dhaifu, hata Biblia imesema. Unaweza kuwa kwenye mahusiano mazuri kabisa na mwenzio, ukamwambia bwana tumefanya hiki, imetokea mimba, alafu kesho unakutana kukataa. Anakuruka kama hakufahamu. Kwa hicho kimewapelekea watu wengi kufanya vitu ambavyo sitofahamu. Midawa ya kulevya, kutoa mimba pasipo sababu, hata watoto wa kiume wanasababisha maisha kama hayo. Kwa maana chanzo cha matumizi ya hizi dawa ni watoto wa kiume, sio watoto wa kike tena wao wenyewe. Alafu pia na kingine utandawazi umezidi mno. Sio tunaambiwa kwamba ile sababu ya watoto wengi wa kike nyinyi kutumia haya mambo ya madawa mapitu manini na nini na masuala yote ya mfumo wa uzazi ambayo sio rasmi. Ukiachana na yale rasmi ambayo yamerasimishwa na yanatolewa na serikali, lakini pia hospitali unaweza kupata kwa huduma bora. Achana na hayo, lakini kuna yale ambayo tunaona wanatumia wenzetu wa kike. Sio kwamba hawataki kuharibu shape zao, labda kuzaa na nini. Ni kweli nayo inachangia. Watoto wa kike siku hizi wamedumaa akili. Wamedumaa akili kwa sababu yani hata angepata mimba, hataki kuzaa kawaida, naenda kwa daktari anasema naomba operation. Unifanyie operation ili huku niwe salama. Sehemu zingine zile ambazo nazifahamu wewe, ili ziwe vizuri. Asionekane kuwa mtoto ametokea kule. Kumbe ule ni mfumo wa Mungu harisi, kuwa mtoto atokee kule. Kile kitu kinatuathiri sisi wanawake, tunapoteza ubora wetu wa wanauke, kwa sababu mwanamke yeyote mwenye akili timamu ni lazima azae vile. Ndio mpango halisi wa Mungu. Ukisasa umekuwa mwingi. Zamani ilikuwaje kwa nini wakati mnakuwa na malezi yalikuwaje mpaka kujifungua na nini? Yani cha kwanza zamani mimi kwa kweli ninachokijua mimi mpaka sasa, kwa sababu najua ipo hata kwenye Biblia, kuzaa kawaida ni mpango wa Mungu. Kuzaa kwa kawaida kwenye Biblia ni mpango wa Mungu kabisa. Ila saa hizi tunajitafutizia sisi wenyewe kwa sababu ya ufinyu wa akili na utandawazi umetuharibu. Lakini sio kama sasa hivi ndo system inakuwa bora, yani inakuwa rahisi kwako kujifungua na nini, Hapana, sisi wenyewe tunajisababishia mavyakula, starehe. Tumezidisha starehe. Hata daktari angekwambia nenda kafanye mazoezi, tunaona kama anakupotezea muda. Mtu akipata mimba yeye ni kulala kuamka, anaona ule ndo umaarufu. Kumbe ule sio umaarufu.
baadhi ya vitu anavipunguza. Lakini sasa hivi si majukumu ni mengi, unakuta mtu zamani ilikuwa kwamba ninyi unakuta labda ninyi mlikuwa mna majukumu mengi, labda hamuendi kwenye majukumu. Sasa hivi unakuta mdada akipata ujauzito bado ni mfanyakazi sehemu fulani, inahitajika afanye kazi na nini na nini. Mbona hata wa zamani walikuwa wanafanya kazi, walikuwa wanalima mpaka siku ya mwisho, hadi anajifungulia shambani. Mtu anajifungulia shambani, anajifungulia kwenye mgomba, anafanya kazi hadi siku ya mwisho. Lakini sasa hivi mtoto wa kike akishika mimba, shida, mimba za utotoni na zenyewe zina changamoto. Mtu anashika mimba akiwa na miaka labda 17, 16, akishavunja ungo anaona mmaliza. Hata ungemshauri hashauri. Lakini zamani ndio kama ndio mlikuwa mna hiyo desturi ya kuzaa mapema kuliko sasa hivi. Hapana. Yaani zamani mtu alikuwa akizaa basi kuanzia miaka 20 na kuendelea, wakati akili imekomaa. Basi mimi ninachofahamu kwamba tulikuwa tunaambiwa kwamba zamani bwana, ili mwanamke ajifungue lazima awe na umri, unakuta mtu ana miaka 13 tayari, yani zamani akashaozeshwa, mzee kashachukua mahali muda mrefu sana. Hapana, mimi ninachokijua watu wa zamani hata shule walikuwa wanachelewa kuingia. Watu wa zamani hata shule walikuwa wanachelewa kuingia. Mtu anaingia shule na miaka 12 ndio yuko darasa la kwanza. Lakini sasa hivi mtu miaka 4 yuko darasa la kwanza, 5 yuko darasa la kwanza. Ni umri upi ni sahihi sasa kwa mtu kuoa au kuolewa? Kwa hiyo ambavyo unaelewa. Umri kwa mtoto wa kiume? Wote tu wawili, yani kwa mtoto wa kiume, kike sawa. Mtoto wa kike akiolewa kuanzia miaka 20 sio mbaya. Sio mbaya. Unajua elimu nasogeza inasababisha akili ikomae. Siku hizi mtoto wa kike, yani najua form 4 amemaliza na miaka labda 16, 17, 16 ya. Huo ndo umri wa kumaliza form 4. Tayari pala akienda form 5, form 6 ameenda chuo, tayari na miaka 20. Akiolewa yuko chuo sio mbaya. Mtoto wa kiume akioa na miaka at least kuanzia 28, 30 sio mbaya. Akili inakuwa imekomaa. Kwa nini 30 na sio 20 kama mwanamke? Yaani unajua tunaishi kwa kutegemeana, kama nilivyozungumza, kwa mwanamke yuko chini ya mwanaume. Na mwanamke bora ni yule anayejua kushuka na kutambua nyakati. Kwa mwanaume akikuzidi akili kidogo, at least inasaidia kwenye ndoa kuliko kuoa ule umri mnaofanana, hamtajenga, mtabomoa. Kwa hiyo mapenzi ya kuzidiana umri ni sawa? Ni sawa, na ndo mazuri. Sio muwe sawa umri mmoja. Na vipi sasa kuhusiana na mwanamke akawa amemzidi umri mwanaume? Hapana, haileti afya. Haileti afya yani kivipi? Kwa sababu sisi wanawake tunazeeka mapema. Sisi wanawake tunavozaa tunapunguza damu, tunazidi kukongoroka. Ndio maana mimi na wewe tunaweza tukawa mwaka mmoja, lakini mimi nikawa nimezeeka kuliko wewe. Kwa sababu ninavozidi kuzaa nazidi kukongoroka, kuchoka, yani manake nachoka hadi nikazae watoto 3 mimi mzee. Kwa utabaki kijana, utaoa mtu mwingine. Kumbe hiyo haileti afya. Ni bora mimi mwanamke nikawa mdogo, mwanaume ukanizidi hata miaka 5, inaleta sifa kidogo. Tutaelewana ndani ya nyumba. Lakini ile ya kuzidia, lakini sasa tunaona sasa hivi watoto wadogo kama kina sisi, tunaona ni furaha sana kupata mtu kidogo mshangazi nini. Ile mishangazi na waharibu. Ndio maana watoto wa kiume sasa hivi walio wengi 90% wanataka kulelewa. Wanaenda kwenye ile mishangazi, akishaenda kwenye mishangazi hawezi kuzaa. Kwani kosa waga la nani? La mshangazi au kosa ni wala la kijana? Ni la mshangazi, kwa sababu mimi naitwa Irene, najitambua, ni mama, nina watoto 3 wa kuwazaa. Kwa nini leo hii afu mtoto wangu wa kwanza mimi anasoma yuko form 2? Sasa hivi angekuwa form 3, aliacha shule mwaka jana. Siwezi kwenda kwa mtoto kama wewe nikasema uwe mpenzi wangu. Nataka nini kwako? Wazee wenzangu sijaona. Ladha ya mapenzi ni heshima. So unasema kwamba wazee wameshazeeka? Hapana. Mimi nataka kulinda heshima yangu kama mama. Na wanaume wengi ninachowafahamu mimi, nikishachukua kijana kama wewe, nina mtoto wa kike pale nyumbani, ipo siku tarudi. Ukiona mimi nimeenda tu kazini, utarudi kwa mtoto wangu wa kike. Kwa nini nifanye mambo haya? Kumbe nikienda kwa mtu mzima anayejitambua, mwenye akili timamu, hawezi kurudi kwa katoto ka darasa la 5. Ataona aibu. Kwani mashangazi wao wanavutiwa nini na vijana? Mashangazi wanapenda show, kazi. Na wazee
hawawezi kazi. Wanaona hawawezi kazi kwa sababu wamechoka. Tuseme kiukweli, misuli ya mtoto wa kiume mwenye miaka kuanzia 28 na kuendelea, kazi yake inakuwa ni nzuri kuliko kazi ya mtu mzima. Lakini ni kukosa maadili ya kutokujitambua. Ni mimi nikijitambua kama mimi ni mama, nina watoto, natakiwa ninyoke na size yangu, sio mtoto mdogo. Kwani kuna athari yoyote kwa vijana kudate na mishangazi? Ndio. Ni ipi sasa? Tunapunguza dira ya uzalishaji wa watoto. Maana yake mtoto wa kiume mwenye umri wa kama wewe, uwezi ukija kwangu mimi siwezi kukuzalia mtoto, nitakudanganya. La sivyo, kuna vitu viwili ninavyovitaka kwako: kutumikisha kazi, nikufanyishe kazi sana, unisaidie kufanya kazi kwa sababu mimi nina 200. Ukitoka kwangu umekula, umeshiba, uondoke. Sawa, penzi nitakupa, lakini kukuzalia mtoto siwezi. Kwa sababu ni ya umri au kwa sababu ya siwezi kukuzalia wewe kwa sababu ni mtoto mdogo? Kwanza jamii itanicheka. Kwa ni amemzalia mtoto mdogo yule. Cha pili, nyie watoto wa kiume siku hizi 90% za watoto wa kiume wanataka kulelewa. Akishaona mwanamke anajishughulisha, ana kipato fulani, anabezi pale pale ili aendelee kulelewa, ale ugali ashibe. Sasa utaishia kula ugali, utakuwa una watoto. Changamka, tafuta mke ambaye mnafanana size yako ili uzae watoto. Tuache kwenda kwa kina mashangazi jamani. Bana, unasikia? Ukidate na mshangazi, anayeathirika sio mshangazi kwa kiwango kikubwa, lakini anayeathirika ni kijana wa umri huo. Tunaona, lakini kuna watu ambao tunaona kabisa wameoana na mmoja na umri mdogo, hasa kijana. Tunaona kabisa kuna ndoo kiangalia. Wapo wengi, sikatai. Wapo wengi sana. Wanawake wana fedha kuliko wanaume. Kwa sisi wanawake wengi tunaishi na vijana wadogo. Wanaume wanataka kulelewa, watoto wa siku hizi wanataka kulelewa. Hebu acheni, fanyeni kazi. Shida mnadharau kazi ndogo ndogo. Unajua ni bora ukauza karanga, lakini ukajipatia 200 ukawa na amani, ukaoa mwanamke ambaye ni size yako. Sio ukaenda kuchukua lishangazi ukaendelea kulelewa. Kasimamie masemi yangu yale. Kasimamie duka langu hadiwea yangu ile. Kasimamie nini kichangu kile. Lakini sinaokota. Hapana, tungeokota haitakusaidia. Okota 200 300 nini na haitakusaidia. Na mimi natunza familia huko nyingine. Haitakusaidia kwa sababu hujui vyanzo vya kutafutia fedha. Hivi na mashangazi na wenyewe wana wivu Ndio. Hivi ni sawa mwanamke kumzidi mwanaume kipato kwenye maisha ya ndoa? Mke wako wa ndoa au mshangazi? Achana na mshangazi tu kwenye maisha ya kawaida, yani kwamba ni sawa ndo mwanaume kuwa na kipato kidogo kuliko mwanamke. Ni sawa tu. Sio ndo dharau zinaanziaga hapo. Ndio maana nimesema mwanamke anayejitambua. Yaani mimi ni mwanamke ninayejitambua na najua kabisa mimi nina hela, mume wangu hana hela. Yaani mimi nitapenda mume wangu avae vizuri, apendeze, awe vile na muonekano kama wanaume wengine. Au awazidi. Mimi sina hela, ila nitamwambia tu vigezo na masharti. Bwana, hizi fedha tuzitunze, ni za kwetu sote. Kwa sababu sisi ni mwili mmoja. Sasa sio unasema kwamba ukishakuwa na mpenzi wako lazima ataanza kuonyesha dharau, atakuwa anaenda kudate na wanaume ambao tayari wana hadhi yake, hela yake ndio ile, kwa sababu mwisho siku wewe utakuwa haumuhudumii vile ambavyo inapaswa. Utakuwa tunamhudumia labda kwenye swala zima la tendo na nini, lakini kwenye maisha ya kawaida ni ile mavazi yake na nini, sasa unakuwa tegemezi kwake. Hii imekaaje? Na inaonekana kama nyinyi ndio hamna dharau sana wanaume. Mimi naona si kweli. Kwa mimi hapa mimi naona si kweli. Si kweli. Mimi yani maisha yangu mimi napenda hata ningekuwa na fedha, mume wangu ni mtunzi na yeye anitunze, kwa sababu ndo chaguo langu alilonipa Mungu. Lakini ni kweli kwamba wadada wanapenda wanaume wenye hela. Ni kweli. Hiyo ipo. Wadada wengi siku hizi wanachelewa hata kuolewa kwa sababu ya kutafuta wanaume wenye fedha. Lakini sasa unajua tena wanataka wawe na furaha ndani ya ndoa. Wanaamini kwamba akishakuwa na pesa ndio kila kitu kinakuwa kimeisha. Furaha sio pesa. Furaha ni nini? Amani ndani ya ndoa, jinsi mnavyoishi. Lakini pesa ndio kilainishi. Ukinipenda hata kama huna hata 100 na mimi nimekupenda, I say tuna enjoy. Hakuna kitu kinacholeta raha kama mapenzi. Endapo wote mtakuwa na furaha na amani. Lakini kuna watu wafinyu wa akili ambao wanaangalia leo, hawaangalii kesho. Ndio wale ambao wanataka fedha. Ni ufinyu wa akili. Kipi ambacho unaweza kuwashauri vijana lakini pia
na wanaoingia kwenye ndoa, lakini na hawa ambao tumewazungumzia kwenye jamii ambao wanawalea malezi ambao sio rafiki. Asante. Mimi kama mama, ushauri wangu, watoto wa kiume wafanye kazi, waache kulegea, waache kushinda wanazurura barabarani. Kuzunguka barabarani hakuna faida. Wafanye kazi ili wapate kipato cha kuweza kujikimu kwenye maisha yao. Ndio maana wanaangamia kwenye vitu ambavyo havifai duniani. Hivyo basi wafanye kazi, ndio ushauri wangu. Bana, hii ni Maisha Podcast. Asante kwa kuisikiliza. Mimi naitwa David Lamek D-Star. Wakati umekuwa poa sana kijiweni hapa tukipiga story na umeweza kusikia. Tumezungumzia masuala matatu: malezi, utandawazi pamoja na mahusiano. Wewe umevutiwa na nini? Acha comment yako hapo chini, alafu tutakuja kuzungumza na wewe kwenye episode ijayo. Kwa sasa hivi naomba nifunike kurasa za Maisha Podcast, nikuache uendelee kutalii, lakini nikukumbushe tu kwamba tunapatikana kama Maisha Podcast kwenye Audiomack, TikTok, Instagram na YouTube pia kama Maisha Podcast. Hakikisha unakuwa miongoni mwa balozi wazuri wa kusambaza kile ambacho umekisikia. Kwa sasa hivi naomba nifunike kurasa za Maisha Podcast kwa wakati huu. Mimi na wewe tukutane tena mpaka wakati mwingine. Bye bye kwa sasa. Maisha Podcast, be inspired.